hizo ndo challenge za podcast. Uweza amini tumerekodi session almost half an hour, kumbe tulikuwa hatuja press record. Ni kupitiwa vile vile na bana wewe. Tunaanza upya lakini of course tumeweza warm up, unajua wewe warm up, so warm up na nini. It's Friday by the way. It's a Friday game. Yeah, it's Friday. Yeah, exactly. Sasa mimi ninasema sijui hii podcast yote ione Ijumaa, Jumatatu, shauri yako. Actually ni kwamba this is save after work. We decided to speak about work. Vitu vyote vimeendelea during the week, from Monday to now. How was your week by the way? It was good. Wiki ilikuwaje? Ilikuwa inachosha, especially when you have a lot of works to do. Kwa mfano unajua sometimes mtu mwingine anaweza kazani kwamba social media, kwa mfano let me point the work of line naofanyia kazi. Mtu mwingine anaweza akasema kwamba social media management ni issue tu ya kuposti na kuondoka, na watu wengi wanaamini kwamba mtu ukimebana mimi nafanya kazi ya social media management sema unajua kwamba kwa hiyo kazi yako ni kuposti tu yani unajua watu wengi wanaamini kwamba social media management ni kuposti tu, kwamba involve kuposti tu lakini that's not the thing. Kuna vitu vingi ambavyo vina associate na issue ya social media, vitu upana mkubwa sana, vingi sana. It's way deeper than people think, kwa sababu yani in brief tu ni kwamba lazima ufikirie kuhusiana na contents, jinsi hizo contents zitafanyika, lakini vivyo kuna upande wa matangazo pia ambao watu wengi sana naacha. Mambo ya media buy, you see ads in Google, you see ads you wapi, all those things are hectic, lakini massively ni kwamba lazima uwe unajua hesabu pia, because it needs a lot of math kwenye performances. You need to track performances daily, kwamba unajua kitu gani kikijafanya vizuri, kipi kifanye nini, nifanyaje solution. And when you try to explain that to your boss, hapo ndo sasa ile kwanza kuelezea kwa Kiingereza. Kwanza issue nyingine ambayo mimi kuhusiana na kazi, yani unajikuta kuanzia asubuhi mpaka jioni inabidi uingie Kiingereza. Wanasema mtembea bure sio kana na mkabure. Of course kuna benefits, kwa mfano hatuwezi tukazarau mkono unaokulisha kabisa, yani kabisa, kwa sababu ni kitu kuna ile kasumba anasema umeajiriwa 9 to 5, lakini of course yani ni wanasema kwamba you 95 kazi za 95 kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukageni, kuna vitu vingi tofauti ambavyo unaweza ukavipata kwenye 9 to 5 kama hivyo umesema before, kabla atajua tulikuwa turekodi kwamba sometimes unapata experience, sometimes unakutana na watu unajifunza vitu vingi sana. Na kama tulivyokuwa tulikuwa tunaongea last time kule wakati tunaenda lunch ni kwamba kazi ukiwa na kazi is part of your security, kwa sababu most of people watakutrust kwa kukopesha, kwa kufanya vitu vingi, kwa sababu wewe tu upo sehemu fulani. Kuna msemo mmoja kuna mtu mmoja aliye kusema kwamba kwenye position uliokuwa nayo kazini watu wengi watakufuata, yani mtasaidizana na watu wengi, mtajuana na watu wengi, connections zitakuwa nyingi, sio tu kwa sababu wewe ni special sana, lakini kwa sababu ya position uliokuwa nayo. Kwa sababu wanasema kwamba ni kama unajua position uko nayo ni kama kikombe cha chai. You drink it na people they will wish to drink the same cup as you are in. Sasa siku ambayo you miss the cup, ambayo ndo kazi sasa, you miss it, that means hata ile trust issues zinakuwa ndogo, mtu hawezi kukukopesha, unajua. Kwamba yani kifupi tu yani ni kwamba ukiwa mara nyingi kuna mtu mwingine anaweza kama ana kazi lakini anatumia kazi kama kwa yani security ya kuaminika, sometimes kwamba hata kupesheka sometimes, sababu mtu anaamini kwamba nikiwa na kazi hata kuaminika na mtu kwenye masuala kwa mikopo na nini inakuwa very easy. Exactly. Hata kwenye vikao vya familia utapewa bia, utapewa soda. I said take care. Hata kama unalipwa kitu kidogo sana, it's you need to be thankful. Of course, thankful. Uko grateful, of course. Hata ndio ndo sio kwamba muda wote utapata raha ukiwa kazini, kuna mwingine kuna ups and downs, zipo nyingi za And vile sio kwamba tuna discourage watu labda ambao
wana business nje ambao wanajaribu kuwa na business nje alafu wanataka kutoka kwenye kazi atu discourage. Of course, we want you to do that. Ni growth up, of course. Mtu kama sometimes unaona pesa kwamba 9 to 5 ambao uko nayo inakubana na huko ukitoka kwamba kuna vitu vikubwa yani kwamba hiyo ni side gig ambayo uko nayo by the time uko na 9 to 5 kwamba itakupa matokeo makubwa, of course. Na kama inahitaji muda wako wa full time, it's okay, unaweza ukaacha kwa nini, of course, lakini of course pia unaweza ukabalance 9 to 5 na side gig, of course. Na kwa sababu hiyo nataka nikuulize, how do you manage Bob? Maana I'm sure like uko na side gigs nje, lakini how do you manage na ukilinganisha kazi yako iko so hectic kinoma, of course, but how do you balance 9 to 5 especially kwa mtu ambaye labda haiko na kwenye 9 to 5 lakini anawezaje kubalance like a 9 to 5 na side gig? Mara kwanza kabisa nilikuwa nafanya side gigs like 2 half zote zilikuwa complex. Ya kwanza nilikuwa nafanya research consultant, of course, yani kwamba mtu hata ukiwa masters ukiwa wapi, of course vipi ndani yako consultant yako vipi ilikuwaje? Nimeacha kwanza, nimepata changamoto nyingi. Mtu kuna watu wengine wanakimbia na hela, yani mwanangu of course kwa wale sofahamu Mr. Andrew hapa ni mtu mmoja ambaye like kwenye masuala ya research yuko vizuri sana, so kama una research yako unahitaji support consultation na nini, is the guy to go for. Lakini of course hapo kwa sasa hivi anasema kwamba like hizo vitu hataki tena, disappoint yani balaa, kwa sababu I was also consulting them based on assignments, so nilikuwa nina panel ya watu, so with a lot of intellectuals, na wengi wao walikuwa bado hawajapata kazi. Kwa hiyo sasa walikuwa na free time, kwamba wale ni watu ambao very intelligent, kwamba wanatokea in different type of works, wengine ni finance, wengine ni economics, wengine sijui ni vitu gani. Kwa hiyo you have a pool of people ambao wanajaribu kufanya different kind of things. Kwa hiyo pale kama wewe una assignment yako, unakuwa una research yako, then mimi nakuwa na kulink kwa mtu sahihi, na kuambia bwana huyu mtu amesoma hichi kitu, so yeye atakufanyia consultation. Na consultation ni kwamba basically ni ile help assistance, so kama anakufanyia ni help, anakuguide kwamba hapo unabidi ufanye hivi 1 2 3 mpaka unafikia. Lakini na vile vile nilikuwa na very successful kwenye that. Mpaka leo hii nimeiacha ile business almost 1 year and a half, almost 2 years. Lakini mpaka sasa hivi nakumbuka kwa kipindi kwa ukija hapa ofisini like macho mekundu, weekend nakuuliza mzee vipi weekend nzima kwa nafanyaje hapo. Hiyo ni part of it, kwa sababu unakuwa less time you sleep na nini, alafu you basically ilikuwa of course you get something, hata kama mshahara wako sio mkubwa sana, you get something in between, una survive. Kwa hiyo kitu ni moja task ambayo unafanya. Ulikuwa kuna watu una outsource, like wewe tu unawapa guidance kama fanya hivi. Exactly. And when they pay, when the clients pay, wanakupa wewe percent. Yeah, kwa tuseme kama wewe unakuwa ni middleman. Yes, middleman. Kwa hiyo unapata percentage yako, kwa sababu hela inapitia kwako na assignments zinatupitia kwako. Wewe una link. Assignment inavyokamilika wanakutumia wewe unatumia client. Sasa nani ambia alikuwa anashua yani ile quality, wewe uko pia mimi ndio nilikuwa na yeye anashua hiyo quality ya kazi imeenda, maswali yamekuwa nani vizuri, mtu ameattend mtu kwa time inayotakiwa, then una nani. Kwa hiyo the clients do pay you, alafu wewe unakata your amount, alafu you split the rest. Kwa hiyo ilikuwa one of them. Kwa hiyo you do a lot of research, unasoma sana vitabu sana. Yani nilikuwa nasoma vitabu vingi sana atego, kwa sababu hata zile citations you must make sure. Na kulikuwa bado hakuna AI 2 years ago, you can remember that. Tulikuwa hamna hiyo AI. Sasa hivi you can just do ta, lakini ukatia prompt hapo ikikupa vitu. Naonea huruma sana ma lecture sasa hivi. Naonea huruma sana. Lakini unajua mimi pia nilikuwa nafikiria kama sasa hivi tuna praise kwamba madogo sasa hivi watakuwa na especially ambao wapo chuo kwamba watakuwa wanafaidika na AI, lakini pia inaweza kusema kama ni kasi, kwa sababu like wewe unatumia AI ikupe majibu. Kumbe na lecture na yeye anatumia AI kujua kama umetumia AI, ajue kama kitu. Kwa hiyo like at least zamani mtu ukiwa hata ukipambana unajua bisa kwamba huyu kweli amesearch vitabu na nini amenani, lakini sasa hivi mpaka let's say lecturer paka kujua kwamba hii kazi ni genuine inaweza kumchukua. Hata sometimes unaweza kuwa hujatumia AI lakini tu
ni automatic to lecture anajua kwamba hii kazi inabidi niangalie mara mbili. Uweze kuwa uko vizuri hivi. Uweze kuwa uko vizuri hivi. Exactly. Unajua ulikuwa tunasema hivyo, nilikuwa najaribu kufikiria kwamba right now we are living in a very difficult point in time, especially kama unataka ku leverage some of your skills. Kama unataka ku leverage, yani sasa hivi unaweza unakuwa kibarua chako kinaweza kaa overtaken na AI. Kwa hiyo hata vitu vingi sana unaweza kufanya AI can do better. You see sasa baadaye boss wako anaweza kuambia why should we need you here. Hivyo ni vitu ambavyo of course kwamba we can replace you. This stuff. Inaweza ikanipa matokeo faster sana. Why should I need you? Exactly. Yani pia ni kitu ambacho like watu ambao like wana 9 to 5, hicho ni kitu ambacho pia tujiboreshe in terms of skills, kwa sababu kwa kasi ya AI inapokuja hivi like ni lazima yeah. It's something that kama unajua position ambayo like kwamba AI inaweza iko overtake your space, basi ukajinoa ili uwe two steps ahead na AI. Exactly. So turudi kwenye upande wetu like how ulikuwa una manage vipi sasa hiyo 95 kwa ukaipiga chini? Kwa hiyo sasa pale nilikuwa tena na kazi nyingine ambayo ni designing and printing. Sasa pale I really love designing and printing. Na hii nimetoka nayo mbali, it's more than 10 years kwa sababu nilianza nao tokea niko chuo mwaka pili nafikiri. So I started to learn slowly. Mtu mwingine anaona kama huyu jamaa labda anafanya printing mpaka sasa hivi, labda yuko hapa, labda alianza juzi. No, na kuna watu ambao walinisaidia kufika hapo. Kwa sababu hata kama sifanyi printing kwa ukubwa huo, lakini there's something you see that's kind of different. Of course, kuna maji ukosi, chumvi ukosi. Of course. Kwa sasa pale I had to wait. Wanakuambia economists wanakuambia you have to wait. Kitu gani ambacho you think you can go with? You have to drop one masters, not serving the other. Kwa hiyo kitu nilichokifanya mimi huwezi kutumikia mabwana wawili kwa watu ambao wasofahamu. Bongo bahati mbaya. Sasa nikabidi nimdrop mmoja ambaye alikuwa ni research. Of course nitakuja kuifanya in a different way, lakini sasa hivi ilibidi niache kwa sababu inahitaji muda mwingi kufikiria, muda mwingi na exhaust na ilikuwa nikitoka kazi. Wewe hauja outsource au like unafanya mwenyewe au hiyo ni kama nafanya mwenyewe, hata kama na outsource. Yani lazima ukuchukue muda, you need to read. Hata kama una outsource lazima yule ana nini, kwa sababu siku moja niliweka outsource mtu akamfanyia mtu consultation, afu yule mtu ile consultation ikaungua. Yani kwamba akupass akapata like a C. Na sisi kwetu with my standards ni kwamba either mtu amedondoka sana ni B plane. Yani mtu amedondoka sana, lakini most of the people we do consultation with either B+ au A. Kwa hiyo sasa hiyo ndio ilikuwa the thing. So huyo mtu akaja ameshake hiyo kitu akapata C. Kwa hiyo nilipata sana malalamiko mpaka nikaogopa. Jamaa akataka kudeduct na pesa na nini. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi. Ilikuwa mengi sana. Lakini so I had to think bwana hii kitu na nifanya nilale late night. Na bado kama mtu ana project, kama una project ya printing, inabidi ukitoka hapa labda saa 11:30 upite Kariakoo uchukue mzigo. Uchukue mzigo nao nyumbani. Then you print that. Amini kwamba nakwambia kwa siku niliwahi kukesha kabisa like the whole night, kwa sababu niliwahi kupo Kariakoo kusaka mzigo na mtu client anautaka huo mzigo at that morning. Na ni hela. Uwezi ukaachia, so ilibidi nipambane like the whole night. Saa 7 inaelekea saa 8 mimi niko Kariakoo usiku. Hiyo imewahi kutokea. Kwa hiyo yani paka ile narudi home na nini, alafu kuna failures za machines na nini. Yani mimi nimekuja kumaliza task kwenye saa 4 asubuhi. Now thank God ilikuwa Jumamosi, so I had to post it real quick. Umeona? Kwa hiyo nikaona hapa nikiendelea kufanya hivi kuna huku itanifanya niwe nitachanganyikiwa, kwa sababu vitu vingine lazima upe mwili rest. So I decided to move and invest zaidi kwenye printing. Of course, so hata sasa hivi unaweza kukuta yani unafanya you can't be as fast kama watu ambao wapo Kariakoo. For me unaweza ukatoa order leo ukapata baada ya siku 2. Kwa sababu I need to scout maduka na nini. Mimi wateja wangu huwa wanapiga simu wanasema kwamba tuletee
mzigo fulani, tuko mkoa fulani, tuletee mzigo fulani. Those guys hawajui Kariakoo ni wapi, hawajui nini. Kwa hiyo you have to scout the best price kwa wao, kwa budget yao. You don't get kumpiga mtu hata kama kitu kinauzwa 7,000 uwezo ukasema sijui 9,000. Sasa we be losing people. Exactly. So ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni very important kuweka boundaries kwenye kazi, kwa I had to drop one the other one. And do you remember the last time nilikuwa nakwambia I was just trying to buy more stuff ili tu paka kuna mashine fani hivi ulipurchase, uliagiza nje kabisa. Tunaagiza nje. Sasa tutafanyaje? Yaani lazima and ujue lazima wewe mwenyewe sometimes uwe mchoyo. Kwa sababu ujinyime wewe, unyime na watu wengine ili kwa ajili ya future yako. Kwa sababu sio kwamba unapata hela nyingi. Kile kidogo unachokipata is the one you saving. Sasa kwa mfano kama mimi, I've been there in the industry for 10 years. Lakini sasa hivi ukicount the machine sio kama ni nyingi. Kwa sababu unajua kwenye printing industry kuna shacks, yani niseme sijui nikwambiaje, kuna wells and shacks wale ambao wana machines kubwa ambazo mimi I cannot afford kwa sasa hivi. I cannot afford. Hata huyu kulianza kama mchicha. Of course. Kwa hiyo sasa hivi vidogo vile tunaokoteza and we have to kuagiza nje. You learn stuff. You learn slowly, unaagiza. You learn slowly, unaagiza. Kwa hiyo kwa mwaka mimi naweza nikaa nimeagiza vitu 2 au kimoja sana. Kulingana na budget nilivyo save. Yani mimi zawadi yangu mimi naojinunulia ni kupata accessory ya printing. Yani ndo zawadi yangu mimi regardless. Kwamba bwana mwaka huu hivi. And kitu ambacho mimi nimefanya sana kuagiza China kwa sababu I remember last time wewe ulikuwa kuagiza some of your tools kutoka kupitia upande wa AliExpress. Yes, AliExpress. Na vile vile wale wengine wale wanaitwa nani? Wale of course Amazon na eBay, lakini eBay. Yes, eBay. Unafikiri nani kule? Sasa kuna scenario moja eBay sijajua imebezwa hapa Marekani I think. Of course. Mani eBay na Amazon ni mostly ni UK na Marekani. And like kama mtu unaagiza mizigo within au maeneo. Na mani kama kuagiza katika hizo sehemu kwa paka kwa Tanzania, like wauzaji wengi kule hawaship paka Tanzania. So you have to use a middleman like wale maagents ambao wanapatikana kwa uwezo kukuletea mzigo. Lakini tofauti na China wako vizuri sana. Sema ningependa kufahamu sana experience ya Alibaba iko vipi, maana kuna watu kibao kwa nitafuta wananiambia bana asa Alibaba kule matapeli ni wengi na nini. Hata mimi sometimes kuna kipindi kwa tamani sana kuagiza mzigo ndani Alibaba, lakini like man, how do you manage? First is very interesting. Kwanza I made a lot of friends kwenye Alibaba and very cool Chinese friends. Hakuna watu wana customer service, sijui kwa nchi zingine, sija experience. Lakini kwa upande wangu, kwa jinsi nilivyo experience, watu wenye customer service nzuri, moja customer service nzuri ni Chinese. Kwanza wale jamaa jinsi walivyojiposition kibiashara it's way different. Hawapendi kulalamikiwa. Kwamba this is bad. Yani hawapendi. That's a poison. Yani ata make effort, kila effort to make sure kwamba they must make it genuine as possible. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa what I experience ni legitimate. How legitimate? So kwamba sijawahi kuwa tried kuwa scammed. Sio kweli. Kuna namna, kuna siku niliwahi kuwa tried kuwa scammed. Kwa like kwa mtu ananiambia hata kuna nini ajue bisa kama anavyoenda Alibaba scammers wapo. But it's very easy to identify them. Kwanza you must understand ile Alibaba iko centralized sana kwa China. So if you get somebody anakuambia yeye ni supplier from Poland, you must put question marks. Na Wachina walichokifanya ameweka very systematic method, especially for the Alibaba stuff. Wale kwamba if you are buying something from AliExpress, make sure you pay within the app. Within the app. Kwa sababu wale wana certifications ambazo zinamwalau mtu awe safe zaidi ukiwa unafanya malipo kwenye app. Kwa sababu Alibaba ni kama middleman kati ya supplier na wewe. Kwa hiyo anahakikisha kwamba wewe unapata mzigo wako na supplier naye analipwa. Kwa hiyo sasa pale kwa hiyo kwa mfano kama mimi ninavyokuwa naagiza, of course unacheki, una search mzigo na utaka, then kitu cha kwanza kabisa unaangalia supplier anatokea wapi. Hilo la kwanza.
kama mzigo umeupenda, there's a lot of different prices, lakini zinatofautiana kidogo. Kwa mfano kama unataka ku order computer, kuna computer itauzwa 500,000, kuna nyingine 550,000, lakini ni hiyo unaona tofauti yake ni kidogo. So unaangalia which one is the best price. Hilo la kwanza. Cha pili, unacheki tag ya huyo mtu anatokea wapi. Umeona kabisa pale labda bendera yake ni Chinese, hiyo ni safe point ya pili, kwa sababu ule ni Mchina vile vile. Sawa, you contact the person na message, unamwambia bwana I wanted this. Usifocus na ile bei ambayo kwanza alikuwa amekuwekea pale kwenye tangazo lao ukadhani ndio utaenda nayo hiyo. Hapana. Akumbuko ile price unaiona like by the time umeingia umeclick product uko na ile price, kumbe ile price ni bargainable, kwamba ikapungua au ikawa more than that based on the specification you need ambazo unataka. Kwa sababu ile ni sort of attraction, kuattract wewe kufanyaje, kuclick ile au kumfuata yeye. Okay. Ongea naye. So hicho cha kwanza. Alafu cha pili, ukishacheki zile unamuuliza bei, anakuambia bei, then you need to pay attention kwenye kilograms ya mzigo wako na wanaita kwa mfano kama ni FedEx, DHL, wanaitwa nani wale, wanaitwa agents nafikiri, agents wa kuship. Yes, you need to pay very much attention. Kuna wengine ni extremely expensive. Kwa mfano kama mimi kuna mzigo mmoja kwa nitumia agents aliship kwa hao jamaa kupitia hiyo agents, ilini cost 3 times the normal price ya ule mzigo. Yani ilini cost tu hiyo kutoa tu kufanyia clearance. Kwa hiyo inakuwa ni very hard. Of course, especially kama kwa DHL na FedEx. Kwa especially kwa mimi nikiongelea kwa experience yangu ya AliExpress. DHL na FedEx wako very expensive sana. Tena. Lakini at least ambao no actually kwa AliExpress wenyewe wanatumia like supplier wao anaitwa Speed AF, ndio pia like ni wa Kichina, ni kampuni ya Kichina ambayo inasafirisha. Kwa upande wa Amazon na eBay nikiagiza vitu kutokea like say kwa upande wa Marekani, mara nyingi wanatumia Aramex at least, yani cost yake iko more affordable. Yeah. Okay, that's best. Lakini kwangu mimi my favorite one is still DHL. Kwa sababu kwangu mimi DHL so expensive sana, maana it's not compared to their competitors. We can't tell you their competitors kina nani kwa sababu utakuwa na interfere mambo ya kibiashara. Okay. Lakini DHL for me bado ana stand out kwenye price na kwenye service. Sasa point ya 3 tunaelekea sasa. Wewe umeshamjua supplier yako, ushajua shipping, anakutumia na shipping fee, sawa, na kila kitu total nzima ushaijua. Sasa kinachofuata, the last point, ni kujua jinsi kama huu ni scammer or not. Ni namna utavofanya malipo. Akikwambia twende WhatsApp au mtoke nje ya ile application ya Alibaba, huyo tayari ni mwizi, anataka kukuibia. Kwa sababu AliExpress yani wenyewe wameweka mfumo yani rasmi kwamba mule wanakutumia yes payment, na unaona kabisa usifanyie within the app. Exactly, kwa sababu unavofanya within the, ukilipa ndani ya app, sawa, maana umeconnect labda na bank, na tunashauri ni bora ufungue Visa card za Voda au Tigo, usitumie kadi ya benki moja kwa moja. Unaita Yas sasa hivi. Yes. Unatumia hizo Visa card zao, ni rahisi zaidi na ni more safer, kwa sababu unaweka kiango tu cha pesa ambacho unahitaji kulipia basi. Kuliko benki sijui. Mimi si mambo ya benki sio vizuri kutempa na benki, unaweza ukaweka na hela nyingi, mambo mengine akatokea huko, mtu akadukua Gmail account yako, akapita na credentials, mambo mengine. Kwa hiyo sasa kitu kingine, hicho ni kitu kingine cha kuangalia. Mtu akikwambia uende WhatsApp, yani ushajua wote ali ni scammer. Kwa hiyo lazima ufuate zile njia za AliExpress wenyewe alizokuwekea. Ukilipa mule, the moment umelipa mule, pale utaona kabisa tracking record yako kwamba you already paid to the supplier. Sawa? Alafu anakuonyeshia kwamba na supplier anavotoa tu mzigo kwenye store yake, inaonyesha kwenye ile nani yako, kwamba ile nani yako kwamba bwana huyu ameshatoa mzigo, ameenda kutuma. Sawa? Baada ya pale, ukishaingia tu tayari kwenye usafirishaji husika, kama ni ndege au meli, inakunotify kwamba huyu mtu tayari huo mzigo umeshatoka. Kwa hiyo usubirie paka na wanakupa zile tracking code za kwamba labda umefika hapa, umefika Dubai, umefika hapa mpaka unavofika hapa. So umeshaona hiyo system yao iko hivyo. Sawa? Why should you go to pay on WhatsApp? Ukilipia huko, ukienda WhatsApp,
like wao hawako answerable yani. Hawako reliable kwa sababu kule umeenda kulipa kwenye bank account ya mtu binafsi. Kule umelipa via AliExpress. Sawa, kwa hiyo makato watajua wenyewe. Watasubiria. Na hata mzigo ukishakamilika ukishapokea, bado kuna option ya kurefund endapo mzigo si wenyewe. Kuna option ya kurefund. Kwa hiyo pesa bado itarudishwa. Umeona, lakini utabariki bado kwa middleman ambao ni AliExpress. So you see the safe thing. Asa imagine umelipia WhatsApp. How do you track records ya mzigo wako? Kama umekuwa dispatched, umekuwa nini? How do you track records za nini? Kama unataka kuwa refunded. Haitakuwa rahisi. Haitakuwa yule mtu kwanza atasha kublock. Kwa hiyo hata uki raise concern kuhusiana na supplier, hata Alibaba wenyewe watakubackup kwa sababu umelipia within the app. Kwa hata kwa ni rahisi hata kumtrack huyo suppliers ambaye like amefanya hicho kitu kama waweze kurefund ndani yako, si ndio? Exactly. So that's the first thing ambayo ni very safe kuhusiana na AliExpress. Nyingine niliongelea kuhusiana na service. I once told you au niliwahi kumwambia mtu kwamba tabia ya Mchina ni kwamba hataki umrejeshee kitu, hapendi. Ana hiyo notation kwamba hapendi kama kitu umwambia ni kibovu umrejeshee. Anataka yeye kwamba kile kitu ni kizuri umekipokea, umekifurahi, umekitumia. It's way different from us. Wewe mwenyewe ukiangalia kama kuna rafiki yako ana gari, akipeleka kwenye garage za fundi nyundo. Anatengeneza tairi lakini anakolongojoa na engine ili ataweza mazingira ili next time urudi, kesho unarudi. Mimi nimesha kupata hilo tatizo. Lakini ukienda kwenye garage ya Mchina, na zipo hapa Bongo, sio kwamba zipo. Mchina ukimpelekea gari ataifanyia vile unavyotaka wewe iwe, very complete na unaondoka. Ukirudi kwa kwamba hilo tatizo bado lipo. Ana mind, anachukia mpaka wafanyakazi wake. Pale mbele yako unaweza kuona na wafokea. Yaani anakuwa na mind sana. Kwa nini hili tatizo? Kwa nini? Umeona? Yaani haichukui muda mrefu anakuwa na resolve hilo tatizo. Yaani ni very rare case. Mchina anahakikisha kwamba ukiondoka na gari yako ni mpaka service na ukuja. Umeona? Uje na tatizo lingine, sio lile. Umeona? Mswahili ni kwamba unataka umekuja na gari, nataka kesho rudi tena na tatizo lingine. Nipate pesa zaidi. Kwa hiyo ni mfano na nimesha experience hicho kitu honestly. Well, the same thing with AliExpress. Nimekuwa encounter tatizo, imekuja accessory, nimejaribu kuweka kwenye machine ikawa incompatible. Nikamwambia supplier yangu, bwana, kile kidude mmenitumia, tumekubaliana kunitumia, kimefika, nimekipokea, ndio na ni kizuri, lakini hakijawa compatible. Akasema kweli? Nikamwambia hakijawa compatible. Akasema basi sikiliza. Akaniambia hebu, kwa sababu kipengele fulani hatukikijua, basi tutafanya hivi, usirudishe hiyo bidhaa, sawa? Sisi tutachokifanya, tutakupa kiaccessory kingine for free, sawa? Ili mradi tu usirudishe, tusinkae cost na sio picha nzuri kunirudishia mimi ni kama nimekuuzia kitu kibovu. Kwa kwamba hitamaribia hata rate yake kwenye hapo kwamba huyu vitu yake haviko genuine. Kwa hiyo akasema bwana, sasa mimi ninachokifanya, wewe utachokifanya ni kulipia tu shipping cost. Hichi kidude mimi nakuletea kingine. Kwa hiyo sasa ikabidi afanye huo utaratibu. Na kweli anakuletea bili yako pale ya shipping cost, unalipia tu ile basi. So you see the difference of service ambazo ndugu zetu wanazo is way different kuliko sasa hivi hapa mimi nikwambie bwana, umeniuzia gadget fulani mbovu, Bongo kwanza hata warranty yenyewe atakusumbua. Bongo kwanza tu, yaani by the time umenunua tu mzigo, umeshamtegea mgongo, hakujui bana kwanza anasema hata haujachukua kwangu hiyo product. Nishakutana nao pia hao. Mtu anakuja na kulalamikia, mimi nimeenda dukani nimerudisha, akwambia bana bibi hiyo mzigo sio kwangu. Sio kwangu yani. Na afu alipokuwa wabaya zaidi, yule aliyokuuzia wanamhamisha duka, wanamleta mtu mpya. Mwingine mimi bado sikumbuki hapana. Wana rotate kwa kesho unakuta mtu mwingine. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. So ni issue hizo za kibiashara ambazo ni changamoto. Na mimi kwangu mimi still kama nilivyosema kwamba sio muda wote mtu anakuwa na bad side.
Mchina of course kufanya naye kazi ni mgumu, ni mtata. Lakini sasa ana uzuri wake kwenye kukujenga, kwenye kimaendeleo, kupambania. Ndio maana wenyewe siku hizi huku Bongo wako wengi kwa sababu kule kwao na hizi opportunities zime yani wamesha exploit zote, yani like exactly. Yani na kwa sababu wako wengi kwa like wakija huko labda kuna potentials nyingi bado hazijawa exactly. Ani watu hawajazitumia vizuri. Exactly. Wako vizuri sasa nikwambie the last point ya service. Huyo alikuwa ni supplier moja, lakini kuna supplier mwingine niliwahi kuagizaga baadhi ya machines kwake. Sasa yeye nilikamwambia kwamba na visit China soon. So nilimvompa hiyo taarifa, akasema wewe njoo, alafu mimi nitakuandalia kitu. Yani huyo ni supplier, umekutana naye kule, umefanya naye biashara tu, amekuuzia bidhaa yake, akwambia hivyo. Nikamwambia sawa, kuna wake una kifaa kidogo nilikuwa nakihitaji kwake. Umeona, akaniambia mimi kifaa nakitaka, labda tu unitumie kwenye hoteli nitao kuepo, afu mimi nitaondoka nacho. Akasema sasa sikiliza, ukishafika kwenye hotel niambie location uliokuepo. Sawa? Nataka nikupe tour ya kiwandani kwangu. So I humbly welcome you to my store. Kwenye kiwanda chote, kwenye industry upite kuangalia. Kwa hiyo akanikaribisha. Kwa hiyo mimi nikadhani masiala kwamba nikienda kule of course labda ataniletea kifaa pale hotelini, mimi nitaondoka nacho. Sasa ikatokea nimefika kule na nini, nikawasiliana naye nikamwambia bwana, mimi nimefika hapa na hapa na hapa. Kwa kweli ni mbali. Yani niseme kama unatoka Mbagala, seme kule Mbagala, unaitafuta Kibaha. Yani ni mbali. Yani ni genuinely ni mbali. Yani sijui niseme ni yani siwezi kusema vizuri, ni mbali. Sasa mimi muda wa kazi nao maliza China nilikuwa ni saa 2 usiku. Na pale ni traveling kama lisali moja kwa yenyewe kwa mujibu wa na magari unakule barabara zao nyingi hazina foleni. Sasa hii imagine ile speed 80 na bado inabidi utumie risali moja. Kwa hiyo nikamwambia mimi nichukue basi, nikamuuliza hivi sasa mimi ni usiku sana, nataka nichukue basi, si nitafika saa 2 saa 4 na mshafunga industry. Akasema usiwe shida. Yeye akamtuma driver aje anifuate mpaka hotelini. So imagine yani kutoka kwamba ulifanya naye kazi like mara moja tu, lakini mara moja tu, lakini by the time tu umefika China akakupa treat ya design hiyo, kwamba akakuona wewe ni potential client mzuri sana. Kwa kweli VIP treat. Na uwezi amini nilifuatwa na Tesla. Electronics gosi ya kupata Tesla. A very classic Tesla. Basi mimi hata hivyo nikaanza kutetemeka. I wanted to go with one of my friends, lakini sasa yakuwa busy pia na kazi zingine. Kwa hiyo nikasema hapa mwanangu niende mwenyewe. Basi nikaenda. Ni kweli ile Tesla ilinifuata. Tukanatumia AI communicate English to translate English to Chinese. Malaki madereva wengi kule hawaelewi Kiingereza. Of course kwa China like Kiingereza wanakipata like mtu ambaye akitoka nje au apate exposure ya elimu fulani ndio anapata Kiingereza. Wenzetu kidogo wanaushikilia sana lugha yao. Wengi sana. Mifumo yao tayari ya Kichina kwa like there's no need to kujifunza Kiingereza. Haitaji. Basi mimi nikachukua hiyo trip, 1 hour trip mpaka kule kiwandani. Kufika kiwandani akanipiga tour, huku nafanya hivi mashine zetu mpya, sijui nini. Tour kama ya nusu saa. Afa alivyomaliza hapo akanitunuku na zawadi. Wewe. Akanipandisha kwenye Tesla, nikarudi mpaka hotelini. So you see the kind of service. Yani ni very yani kitu ambacho ni cha ajabu sana. Cha ajabu sana. Na anakuambia na pale akasema bwana, anakutanisha na bosi wake mkubwa, akamwambia bwana bosi huyu bwana tumefanya naye biashara 1 2 3. Unaona, kwa hiyo huyu kwa mwaka ujao tumconsider kama kwenye wale watu ambao tutawapa discount kwenye products zetu tunazoingia. Okay. Very premium, wezi amini. Na basi baada ya pale mimi nikarudi. So you can see the type of service. Sasa mtu kama huyu imagine anaweza kaja nchini kwako, how you treat that kind of person. Kwa jinsi alivyokufanyia hiyo hospitality nzima mpaka unageuka unarudi na nini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi kama mimi najifunza kwenye service, kwenye customer service zangu, kwenye kwa attend watu. Kwamba the way whatever kutreat ukaona kwamba ni kitu ambacho ni kizuri sana, watu wanaweza wakajifunza. Yani wako serious sana kwenye business na kumtreat mteja. Exactly. Ni kitu tunaitwa after service. Okay. Yani ni mimi nimesha kufanyia service, after that what do you get?
unaona kama kuna any kind of issues you face, anything you speak to them, wanakusaidia. So kwa hiyo ni very transparent guys na wanafanya kazi vizuri. Sijakutana na ambaye ni msumbufu katika suppliers wote nimefanya nao ndani ya miaka yote. Sijakutana na ambaye ni msumbufu. Wote ni waelewa, wote wanafanya treatment nzuri kabisa. And they chat with you with the emojis kukuambia kwamba we are comfortable with you. Yani we are comfortable. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho nimekiona cha ajabu nilivyolinganisha na service ambayo nimeipata nchini kwangu mwenyewe. Kwa baadhi ya baadhi ya watu, yani kuna mimi natakiwa mimi nitoe hela kwa ajili ya service yako, lakini bado unaniletea ugumu. Yani kwamba unapata hasira. Yani kwamba mtu unamlipa akupatie service, lakini sisi bado unapata ugumu wakati unamlipa. Sasa nini shida? Kwa hiyo yani ni vitu kama hivi, ni vitu vya kuangalia. So you can see kama tunaweza ukarudi nyuma tulivyosema kwamba kuwa na gigs ni muhimu lakini sana. Jaribu kubalance time. Yani 9 to 5, yani kutokuwa unatoa sababu nikiwa na kazi ambayo ni full time siwezi kufanya issue zangu, si kweli. Yani si kweli, sababu kuna muda mwingi ambao unapoteza sana. Kwa kazi zingine ambazo like hazikuhitaji uwepo yani sehemu ya eneo full time haiwezekani, sio yani haiwezekani. Zipo biashara za namna za kuhitaji uwepo full time lakini it's not necessary. Lakini yani issue kwamba point ya kusema kwamba kazi ya kujiwa full time haiwezi kufanya uweze kufanya issue zako zingine. Ndio. Unaibia time unazifanya. So kama sasa hivi hapa mzee tunapiga story kama hivi, unajua kabisa how we balance the time. Kwa hiyo kwa mfano kama unapata order leo, you give them like 2 days, wewe unafuatilia taratibu, you check with the other suppliers labda yako na nini, then namrudia, you give them feedback. Na raha ya mteja anapata ni kwamba ukiwa unampa feedback kwamba nimefikia hapa, usikae kimya kama vile kazi yake wewe unaichukulia for granted. Hapana. Kwa hiyo yani kwamba ukifanya hivyo gigs za research zikitokea sasa hivi upige. Mwanangu sasa hivi sipigi. Kwa hiyo sasa hivi tunajiangalia strategy mpya kabisa ya jinsi ya kufanya hii consultation. Lakini vile vile nataka ni focus zaidi kwa wanafunzi wa chuo undergraduate, kwa namna ya kuweza kuwasaidia kujua vitu kabla hata hawajaanza kuvigusa. Of course hata kuna kipindi fulani ulikuwa una channel yako Elimflix. Vipi? Nipe updates Elimflix. Ndio kuna fulani uko unatoa nondo za kutosha yani. Tuna like unaenda unahoji watu. Of course hata mwenyewe like before sijaanza issues za productions na nini, nilikuwa unazifanya sana yani like kwamba unaenda unahoji watu wanafunzi undergraduates, fanya interview, unauliza like experience kwamba iko gani ambazo ni nzuri kabla na nini, au ndo utaitwa wenyewe kwamba ukashindwa kutumikia mabwana wawili. Hapana, the rest was too difficult. Kwa hiyo sasa hapa nilichokifanya ni kama tu bado I'm still in plan. Nichukua zaidi ya miezi 6 au 8 kufigure out what kind of strategy I can use the best kwenye kufanya hiyo. So kama ni kitu ambacho umekiweka pembeni kabisa. Hapana. And I believe itakuja kwa something big kama nitakuwa ninaifanya baadaye, kwa sababu itabidi ni ufanye kwa ufasaha. Umeshafanya yani ishoti ulikuwa yani ilikuwa like umeshafika sehemu nzuri sana mpaka zile za Twitter nini zile podcast za Twitter like zilikuwa hot sana. Yani ulikuwa huko hivi naona kipindi cha mambo bado hajachanganya. Hapo mambo hajachanganya, hujaletewa vitu vingi kwenye mezani. Kwa hiyo vitu ambavyo labda baadaye tunaweza tukaviendeleza. Okay. Kwa hiyo vijana wana vitu vingi sana vya kujifunza, like especially ambao wanataka kwenda chuo au ambao wako chuoni, yani wale ambao hajaingia wale. Andrew hana madini ambao anaweza kawapa mka. Kwa hiyo ndio hivyo. So restlessly tunafanya kazi, you just need to arrange your time. Okay. Kwa kama sasa hivi mwanangu hapa tushapiga talk mpaka sasa hivi saa 2 dakika 9 like 40 minutes sasa hivi kwa dakika 39. So that's it bwana Albert. With the first session it's nice. Bado kuna mambo mengi ya kujifunza, mambo mengi sana, kuna nyama nyingi tutakuja kuzijaza katika podcast zitakazokuja baadaye. As long as mimi ukiniona tutaongelea mambo ya kibiashara na nini, mambo ya kibiashara zaidi, challenges unazozipata kuona una manage vitu vingapi at the same time na nini, na how you get yourself through it. Bwana, shukrani sana mwanangu.
Kibabe sana. Leo kazini nini.